Mwanamume alikuwa akimwagilia maua kwenye bustani yake alipogundua ghafla kwamba chungu cha maua kilionekana kimehama kidogo kutoka mahali kilipokuwa. Aliona jambo hilo kuwa la ajabu, lakini akahitimisha huenda ni upepo tu uliosababisha kusogea huko. Siku chache baadaye, aligundua kuwa udongo chini ya chungu ulikuwa ukitikisika na kushuka taratibu. Hapo akaanza kushuku kwamba huenda kulikuwa na panya mkubwa aliyekuwa amejificha chini ya ardhi. Akanunua mfuko mkubwa wa sumu ya panya na kuusambaza karibu na chungu hicho. Hata hivyo, hakukuwa na mabadiliko yoyote. Badala yake, shimo ardhini liliendelea kuongezeka ukubwa. Safari hii akanunua kifaa kidogo cha kutambua kitu chini ya ardhi. Kisha akachimba mwenyewe eneo hilo, akaweka mtego na akatumia asali kama chambo. Pia akapachika bendera ndogo juu ya eneo hilo ili ajue mtego unapofanya kazi. Lakini akiwa bizi na yote hayo, hakugundua mabadiliko ya tabia ya mke wake, ambaye alikuwa na uso wenye wasiwasi usio wa kawaida. Siku iliyofuata, aliporudi mapema kutoka kazini, mke wake alikimbia kumlaki akiwa na tabasamu na akasema, "Mpenzi, kwa nini usinunue nyama ya kuchoma njiani? Nina njaa." Mwanamume alihisi kuna jambo si la kawaida, na mke wake alipoingia ndani ya nyumba, ile bendera kwenye mtego ilianza kutikisika kwa kasi. Alidhani hatimaye amemkamata yule panya mkubwa, lakini alipoangalia chini, mtego ulikuwa mtupu kabisa. Wakati huo ndipo alipoanza kuelewa kuwa kuna jambo kubwa zaidi lilikuwa linaendelea. Akaangalia kamera ya ulinzi juu, kisha akakumbuka jinsi jirani yake aliyekuwa nyumba ya pembeni alikuwa akimkumbusha mara kwa mara kuhusu kuokoa maji. Wazo la kutisha likaanza kujijenga kichwani mwake. Siku iliyofuata alimwambia mke wake kwamba ana safari ya kikazi ya mwezi mmoja. Uso wa mke wake ulichanua mara tu aliposikia habari hizo, lakini alipofungua mlango, mlipuko mkubwa ulitokea nje ghafla. Akaenda haraka nje na kupiga simu polisi. Ndani ya dakika chache, wazima moto walifika eneo la tukio. Walipomwona mke akiwa na madoa madogo ya damu usoni, wakamuuliza kama amejeruhiwa. Akajibu, hapana, aliyejeruhiwa ni Bwana Sharma. Ilibainika kwamba Sharma alikuwa amechimba handaki kwa siri kutoka nyumba yake moja kwa moja hadi chumbani kwa mwanamke huyo. Kila mara mume wake alipokuwa kazini, Sharma alikuwa akiingia kupitia handaki hilo kwa siri kwa ajili ya kukutana naye kimapenzi. Lakini wakati huu, mtego aliokuwa ameuweka mume wa nyumba ulikuwa umefungwa sehemu muhimu sana ya handaki hilo, na Sharma akajikuta amenasa humo. Kwa haraka, timu ya uokoaji ilimkuta Sharma ndani ya handaki. Ingawa alikuwa amejeruhiwa vibaya, aliokolewa akiwa bado hai.